macho ya mioyo yenu na itiwe nuru, ili mjue lile tumaini lililoko ndani ya watakatifu. Hii imeandikwa kwa Efeso 1:18. Haya yote Mtume Paulo alikuwa na waasa wa Efeso wasienende kimwili, waenende katika roho. Kwa hiyo Mtume Paulo alikuwa na wajenga kiimani, ajue hawa wa Efeso watende mambo katika roho, ili Kristo adhihirike katika maisha yao, katika ulimwengu wa roho. Anasema macho yenu ya mioyo yenu, kwa maana mioyo yetu ina macho. Inatakiwa mioyo yetu itakaswe ndani ya jina la Yesu, kwa maana moyo wako ukiwa na Yesu Kristo, ukikaa katika mapenzi ya Mungu, Mungu atajifunua katika maisha yako. Utaziona neema na kweli na kibali na ushindi zitasimama na wewe, endapo ukashika lile agano na ile kweli ya Mungu. Kwa hiyo Mungu atajifunua katika maisha yako. Mungu atatenda ya utukufu na ya heshima, kwa maana hawa walikuwa ni watu wacha Mungu, walidumisha zile sheria za kushika agano la Mungu. Torati ya Moses waliishika, wakayaishi hayo, ili maisha yao yajengwe katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunaposema haya kwamba Kristo ndio muhimili wa daraja la sisi kumuona Mungu, kwa maana macho yetu yakifumbuliwa, macho yetu ya roho zetu, hakika tutamwona Mungu, atathibitika katika maisha yetu. Tutamwona Mungu, atasimama na maisha yetu. Tutaona Mungu atakuwa kimbilio ndani ya maisha yetu, kwa maana sisi tumejengwa ndani ya Kristo, kwa maana Kristo ndiye mwili wa Kristo. Alitufia ili sisi tuokolewe katika yeye. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe kukaa katika maarifa, tudumishe kukaa katika kweli ya Kristo, naye Mungu atajifunua katika maisha yetu, kwa maana baba zetu walishinda yote, kwa maana katika maisha yao yote walimkiri Kristo, walimuishi Kristo, wakamtumaini Kristo, na maisha yao yakaonekana ya baraka, kwa maana waliishi lile agano la Mungu aliyowapa. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe hayo, tukae katika mapenzi ya Mungu. Tutamwona Mungu atasimama na maisha yetu. Kwa hiyo neema ya Kristo itasimama na sisi endapo takaa katika ile kweli ya Kristo, mwamba kanisa. Kwa hiyo wana wa Mungu, barikiweni kwa neema yake Kristo, kwa maana yeye ni Mungu aliyejifunua katika maisha yetu. Amen.